Neema Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae pamoja nawe, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Karibu tena mpendo wa Mungu. Leo tunaendelea na somo letu. Tumejifunza katika kipindi kilichopita kuhusiana na mwanadamu kama mtawala, jinsi anavyoweza kufanya utawala, lakini tumeangalia nyenzo moja ambayo inamwezesha mwanadamu kufanya utawala, ambayo ni roho. Lakini leo ningependa tutambue ya kwamba vile tunavyoambiwa kwamba mwanadamu ameumbwa kwa mfano na sura ya Mwenyezi Mungu. Haya maneno yanamaanisha nini? Kwamba mimi ninavyoonekana ndivyo Mwenyezi Mungu alivyo? Anavyoonekana rafiki yangu ndivyo Mwenyezi Mungu alivyo? Hapana. Tunapoambiwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu, mfano maana yake ni nini? Mfano ni kielelezo cha jambo fulani. Mtu akitaka kueleza jambo fulani ili mtu aweze kuelewa, basi anatumia mfano. Kwa hiyo kumbe mfano unafunua uhalisi wa kile kitu ambacho kinazungumziwa. Kama vile Mungu alivyo roho tupu tena kamili kabisa, ndivyo hata mwanadamu alivyotengenezwa na kuwekewa roho ndani yake. Kwa hiyo sisi ni kwa mfano wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu ni roho, lakini sisi tumeumbwa, tumepewa roho ambayo imechukua nafsi hai inayoishi ndani ya mwili. Tunapoambiwa kwa sura Mwenyezi Mungu, sura ni nini? Sura ni muonekano wa nje au umbile la nje la kitu, jinsi kinavyoonekana. Vile ambavyo ndani vinajengeka ndivyo vinavyokuja kuonekana hata huku nje. Kwa hiyo tunapoambiwa kwa sura Mwenyezi Mungu, maana yake sio muonekano wangu, uso wangu jinsi ulivyo na Mungu ndo anaonekana hivyo hivyo. Hapana. Kwa sura Mwenyezi Mungu, maana yake Mungu ni wa aina gani? Tunaambiwa kwamba Mungu ni pendo. Maana yake hata mwanadamu ili aonekane kweli ameumba kwa sura Mwenyezi Mungu, tunatakiwa tuone mapendo ndani ya huyu mwanadamu. Maana yake hiki ni kitu ambacho mwanadamu akikifanya kinaweza kikaonekana. Ni tofauti na mfano kama vile ilivyokuwa roho. Roho ya mwanadamu haiwezi kaonekana, lakini upendo wa mwanadamu unaweza ukaonekana. Mungu wetu ni mtakatifu, na tena tumeamriwa kwamba tuwe watakatifu kama Mungu wetu alivyo mtakatifu. Basi kumbe maana yake utakatifu ule Mungu ambao anao pia unaonekana ndani yetu. Pia tunaambiwa kwamba Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Kama Mungu ni mwaminifu, maana yake na mimi natakiwa kuwa mwaminifu. Huko ndo kuumbwa kwa sura ya Mwenyezi Mungu. Maana yake ukisoma kitabu kile cha Hesabu sura ya 23 aya 19 anasema, Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hata litenda. Hii inamaanisha jinsi gani uaminifu wa Mwenyezi Mungu. Atakachokisema ndicho atakachokitenda. Ni tofauti na sisi tulivyo wanadamu. Kwa hiyo ili kuonekana kwamba sisi na sio kuonekana, ndivyo tunavyopaswa kuwa. Tunapaswa kuwa waaminifu kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Tunapaswa kuwa watakatifu, maana yake kwa sababu Mungu wetu ni mtakatifu, kama vile tunavyosoma katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote sura ile ya kwanza aya 15 hadi 16 anasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mungu, tunaona kwamba Mungu ana sifa ya utu wema. Wema unaweza ukaonekana, unapotenda wema unaonekana. Maana yake hiyo ni sura ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hata na sisi pia tunapaswa kuwa wema. Hiyo ndio sura ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunaposema kuwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, mfano wa Mwenyezi Mungu maana yake ni ile roho yake ambayo ameweka ndani mwetu. Lakini hiyo roho inafanyaje? Inatoaje msukumo ili kubainisha kile kilichopo katika roho kinaonekana nje? Maana yake roho ni kitu cha ndani, ni jambo la ndani sana ambalo haliwezi likaonekana. Lakini hii sura ya Mwenyezi Mungu obviously itakuwa inaonekana kwa kila mtu. Sura ya Mwenyezi Mungu ndio nini? Sura ya Mwenyezi Mungu ndio hiyo: utakatifu, upendo, uaminifu, utu wema na kila aina ya sifa njema ambayo unaifahamu Mwenyezi Mungu anaposesi. Hata pia mwanadamu amewekewa katika hiyo, na ndio maana hata mimi leo nikihitaji kuishi maisha ya utakatifu si jambo gumu, inawezekana, kwa sababu Mungu wangu aliyeniumba ameniumba katika misingi hiyo, ili na mimi niweze kuwa na hiyo sura ya utakatifu ambayo Mungu ametuitia hapa duniani. Sasa kumbe tumeshafahamu, kwa hiyo tunapaswa kuishi katika hivyo, tuishi kweli kama
tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mwenyezi Mungu, tuyafanane hayo yote ambayo Mwenyezi Mungu ameyaweka kwetu. Pia katika somo lililopita nilitambulisha kwamba kuna mambo matatu ama vitu vitatu. Nikasema kwamba kuna roho, lakini kuna nafsi, lakini kuna mwili. Huyu ndiye mwanadamu aliyekamilika, mwenye sifa za kuishi hapa ulimwenguni. Tukaona jinsi gani roho jinsi ilivyo na namna inavyoweza kutenda kazi, lakini nikaahidi ya kwamba tutakuja kupitia kipengele cha pili ambacho ni nafsi na kipengele cha tatu ambacho ni mwili. Vipengele hivi kimsingi vina mambo mengi sana, lakini kwa neema ya Roho Mtakatifu nitajitahidi kuviongelea kwa uchache kabisa na kwa ufupi, ili tu upate ule uelewa wa mwanzo utakao kuongoza kuendelea kuzidi kuvifahamu vitu hivi, ili sasa uweze kuwa na uhakika wa kile ambacho unakiamini kwamba wewe ni nani na vile unavyopaswa kusimama kama mtawala aliyetumwa katika ulimwengu huu. Tukumbuke ya kwamba sisi wanadamu tumetumwa hapa ulimwenguni kwa mambo matatu tu. Jambo la kwanza, tumjue Mwenyezi Mungu aliyetutuma. Jambo la pili, tumpende, kwa sababu hatuwezi tukampenda mtu ambaye hatumjui, na ndio maana akaamua kuwekea kitu kama hicho. Na jambo la tatu ni kwamba tumtumikie. Obviously mtu ukishampenda mtu unamjua tayari, unampenda, inakuwa ni rahisi kwako wewe kumtumikia. Kwa hiyo Mungu ametuumba katika mambo hayo matatu. Kwanza tumjue yeye, tumpende, tumtumikie, lakini mwisho tupate kufika kwake mbinguni. Sisi hapa duniani ni mahujaji tu, sisi si wakazi wa hapa, na uwenyeji wetu si wa hapa duniani, ni kule mbinguni. Kwa hiyo inatupasa zaidi kuweza kuyatambua mambo hayo na kuyashika kikamilifu kabisa. Inakuwa ni vigumu sana kuweza kuitambua nafsi, roho pamoja na mwili ukavitenganisha, lakini kwa neema ya neno la Mwenyezi Mungu hivi vyote tunaweza tukaviunganisha na kuvitenganisha. Maana neno lake mwenyewe anasema katika kile kitabu cha Waebrania sura ya 4 aya 12. Ukisoma pale utakuta anaeleza kwamba tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Hili ndiyo neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tusiogope kwenda kuyafahamu mambo haya matatu kiukamilifu kabisa kwa njia ya neno la Mwenyezi Mungu. Amina. Tuanze na nafsi. Unapoizungumzia nafsi, maana yake ni nini? Nafsi ni wewe mwenyewe, na ndio maana kuna wakati ukitaka kuzungumza unasema mimi binafsi. Maana yake ni nini? Unazungumza wewe mwenyewe, jinsi kama ulivyo, vile unavyoonekana na kile kinachotoka ndani kinavyodhihirika huku nje. Hiyo ndio nafsi yako. Lakini sasa tuone ndani ya nafsi kuna nini? Ndani ya nafsi tunaambiwa kwamba kuna mambo matatu. Ndani ya nafsi kuna hisia, kuna utashi, kuna akili. Hivyo vinapatikana ndani ya nafsi ya mwanadamu, na ndio maana hata ukitaka kueleza jambo unasema mimi binafsi au kwa maoni yangu, kumbe unachoenda kukiongea ni wewe mwenyewe, ni matokeo ya hisia zako, akili zako pamoja na utashi wako. Hiyo ndio nafsi yako. Kwa hiyo sasa tunapozungumzia swala zima la utawala katika nafsi, hapa tunamaanisha ya kwamba nafsi yako unaiinua, unaifanya iwe karibu na roho yako. Maana unapozungumza katika roho, nafsi yako haina matunda ya aina yoyote ile. Maana yake kile unachokwenda kukizungumza si pato la hisia zako, si pato la akili zako, na wala si pato la utashi wako, bali kwa njia ya Roho Mtakatifu. Maana yake ni nini sasa? Maana yake ni kwamba akili yako, hisia zako na utashi wako umekuwa umeangaziwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe tayari tumeshajifunza kuhusiana na roho. Vile roho yako jinsi ilivyo, umeitambua, umeisafisha roho yako, ina muunganiko na Mwenyezi Mungu. Maana yake ni nini? Hapo una uhakika wa kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuvuvia kwa njia ya roho yako. Hata vile unavyoweza kuongea katika nafsi yako vinaweza kufanyika kwa njia ya maangazio ya Roho wako Mtakatifu. Kwa hiyo unaposimama, unapoongea, yamkini unasema mimi binafsi kwa mawazo yangu, lakini kiuhalisia si wewe wala si mawazo yako, bali ni mawazo ya Mwenyezi Mungu. Tukumbuke hata vile Mungu alivyokuwa anamwangazia Petro ili kuweza kujua yale yaliyokuwa yanazungumzwa na Yesu Kristo. Alikuwa anatoa majibu, lakini tunaambiwa kwamba yale majibu si kwa utashi wake, si kwa akili yake, na wala si kwa hisia zake, bali ni kwa maangazio ya Roho wake Mtakatifu. Roho Mtakatifu aliweza kumwangazia, lakini ilikuwaje? Tazama, majibu yake yalionekana kuwa mazuri kabisa. Tunamsifia kwamba alikuwa ni miongoni mwa watu ambao waliotoa majibu mazuri, majibu yenye hekima, majibu yenye ushujaa mwingi
ndani yake, lakini ni Roho Mtakatifu ndiye aliyekuwa akimwangazia. Kumbe hata mimi leo ninapotaka kupata ule utawala ule ambao umezungumzwa toka pale mwanzo, tumekabidhiwa kwa njia ya nafsi yangu, napaswa sasa nafsi yangu kuielekeza kwa Roho. Ninapaswa kuielekeza kwa Roho Mtakatifu. Nimwite Roho Mtakatifu aangaze nafsi yangu, ili vile vyote nitakavyoweza kuvizungumza, nitakavyoweza kuvitoa, basi viwe kwa maongozi yake Roho Mtakatifu na wala si vinginevyo. Tukijaribu kuangalia tena kiundani zaidi, tunakuja kuona kwamba mfano mzuri ni yule mtu anayeomba kwa lugha, anayenena kwa lugha. Huyu anakuwa ana muunganiko wa moja kwa moja roho yake na Roho Mtakatifu. Anapata maangazio katika akili yake, katika nafsi yake, anapata maangazio katika hisia zake, anapata maangazio katika utashi wake. Hata kile anachokiomba hakiwi ni sehemu ya pato la akili yake, wala pato la hisia zake, wala pato la utashi wake, bali ni kwa njia ya Roho Mtakatifu. Maana hata Mtume Paulo anasema katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto, katika ile sura ya 14 aya 14, anasema, maana nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Tumeona kwamba jinsi vile ambavyo inatusaidia sisi kuwa katika muunganiko wa kiroho. Hii nafsi tunapoamua kuiinua na kuiunganisha na Roho moja kwa moja, tunapokea yale yote kutoka kwa Mungu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu. Roho Mtakatifu lazima apite kwenye mkondo huo. Anapokuja katika maisha yako, anapokuja ndani yako, lazima apite katika Roho. Anapopita katika Roho, akute roho yako iko safi, kweli inapitika. Anapita kwa njia ya Roho, anakuja anatawala nafsi yako, lakini na mwili wako pia unapaswa kuwa msafi, kwa sababu mwili wako ni hekalu lake Roho Mtakatifu. Tutakuja kuona hapo baadaye. Sasa ni kwa jinsi gani nafsi inaweza ikafanya utawala? Nafsi yako inaweza ikafanya utawala kwa sababu, hebu tuone ukubwa wa hivi vitu ambavyo vipo katika nafsi. Kuna hisia, kuna akili, kuna utashi. Hivi vyote ndivyo vinavyokufanya wewe uweze kuishi vizuri katika huu ulimwengu, ukimjua Mungu, ukimtukuza Mungu, ukimtumikia Mungu, ukimwonyesha mapendo makubwa Mwenyezi Mungu. Tunatawala kwa njia ya nafsi pale tunapotambua, na tunatambua kwa kuona, kwa kusikia, kwa kuonja. Yaani vile vyote ambavyo vinaweza vikafanyika nje ya mwili ndo vinakuja vinaleta effect katika nafsi yako. Hii nafsi ndiyo inayokufunulia na inakufanya sasa uweze kuona uzuri ama ubaya, wema ama uzuri. Kuna wakati tunampenda mtu kwa sababu tumemuona ameonekana yuko vizuri, muonekano wake unatuvutia. Tunapenda wakati mwingine kwa sababu tumesikia habari zake kwamba ni mtu mwema au ni mtu wa namna fulani. Kuna wakati tunapenda kwa sababu tumeonja, tumeona kile kitu jinsi kilivyo. Nafsini mwetu tumeingia katika upendo ule kwa sababu kile kitu tumekionja. Utakapoweza kutawala nafsi yako, ukatawala akili yako, maana yake ni kwamba unapotawala akili yako, unairuhusu akili yako iweze kuchakata mambo kwa kadri ya vile inavyopaswa kweli kufanyika. Unapotawala hisia zako, maana yake ni kwamba vile unaruhusu kuhisi vile ambavyo kweli inatakiwa uweze kuhisi. Hisia zako zisikupoteze. Unavyoruhusu kutawala utashi wako, maana yake ni nini? Unatumia ule utashi wako kweli kwa kadri ya vile unavyopaswa kutumia. Unavyotumia vizuri ndivyo inavyokuletea matokeo mazuri kabisa, na unaweza kufurahia jinsi vile Mungu alivyokuumba na kukufanya kuwa mtawala. Unaweza sasa kufurahia utawala huo kwa kutumia hivi vitu vyote vitatu katika ardhi, utawala huo katika anga na katika maji pia. Nafsi pia ina tabia mbalimbali. Nafsi ina tabia ya kuhuzunika, nafsi ina tabia ya kufurahia, nafsi ina tabia ya kuchukia, nafsi ina tabia ya kupenda, nafsi ina tabia nyingi mna. Ukisoma kitabu cha Zaburi kwa umakini kabisa utakutana na tabia nyingi kabisa za nafsi. Kitabu cha Mithali pia kinafunua habari ya nafsi kwa sehemu. Kwa hiyo ukipata nafasi, hebu pita kusoma katika hizo Zaburi, utakuta jinsi gani nafsi inavyofanya kazi. Nafsi inavyofanya kazi. Basi pia kwa sehemu, hebu tuone kipengele cha tatu ambacho ni mwili. Mwili ni nini? Hapa nitazungumza kwa maneno machache sana. Itoshe tu kuelewa kwamba mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Imeandikwa na Mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto sura ile ya 6 aya 19. Anasema kwamba
Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? 20 anasema, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yetu. Sasa hapa tumepata nafasi ya kuona jinsi gani tunavyopaswa kutumia huu mwili wetu. Tumetambua kwamba mwili wetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye tumeona kabisa anaingia kupitia roho yetu. Roho yetu akishaingia katika roho yetu, anaingia anafanya maangazio yake katika nafsi. Akifanya maangazio yake katika nafsi, kile ambacho kimeangaziwa kinakuja kuonekana katika ulimwengu huu na hata katika ulimwengu wa kiroho kupitia hizo nafsi, katika vile sehemu, katika vile vipengele vitatu ambavyo tumeviona. Kwa njia ya mwili anapata kudhihirika huyo Roho Mtakatifu, ndipo tunapokuja kuona yale matunda yake. Na tunapompokea Roho Mtakatifu, maana yake sio sisi sasa tunaojiongoza wenyewe, bali tunaongozwa na yule Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kule kuongozwa na Roho Mtakatifu kunatuwezesha sisi kuweza kufanya utawala. Hakuna kitu kitakachokuja kukaa juu yetu, maana juu yetu yuko Mungu. Kama juu yetu yuko Mungu, ni nani tena atakayeweza kukaa juu ya Mwenyezi Mungu? Sasa baada ya kuona vipengele hivyo vyote vitatu, tumeona jinsi roho ilivyo, tumeona nafsi jinsi ilivyo, na mwili jinsi ilivyo. Kumbe mwanadamu yuko hapa duniani kwa sharti moja tu, kwa sharti moja tu, ayatimize yale mambo matatu ambayo Mungu amemuumba kwayo, ambapo tunaambiwa kwamba kama tulivyosema kwamba tumjue Mungu, tumpende Mungu, tumtumikie Mungu, ili mwisho tupate kufika kule mbinguni. Sisi hapa duniani, narudia tena, ni mahujaji tu. Sisi si wenyeji. Wenyeji wetu ni mbinguni, lakini tumewekwa hapa kwa ajili ya kutawala, tumewekwa hapa kwa ajili ya kusimamia, tumewekwa hapa, sisi ni wasimamizi. Tutambue hilo kuanzia leo. Kama tulisahaulishwa kwa namna yoyote, sasa nakukumbusha kwa jina takatifu la Yesu. Sasa nakushauri mpendwa wa Mungu, leo amua kumfuata Yesu Kristo. Amua kumwachia Yesu chote ulicho nacho. Tunaona kwamba matunda ya kuongozwa na Roho ni mazuri mno, ni makuu mno kuliko kitu kingine chochote kile. Leo amua kumfuata Yesu. Unapotaka kumfuata Yesu, Yesu anasemaje? Yesu ameweka sharti moja tu. Ukitaka kumfuata yeye, anasema kwamba sharti ujikane mwenyewe. Mwenyewe ni nani? Wewe. Kana nafsi yako, ikane nafsi yako, ikane nafsi yako, na ujitwike msalaba wako, umfuate yeye. Pote pale ambapo yeye anapita, ndipo na wewe utakapoweza kupita. Usipoikana nafsi yako, huwezi kumpendeza Mungu, huwezi kumfuata Mungu kikamilifu. Sasa huko kuikana nafsi yako ni kufanya nini? Yeye ameshasema katika kile kitabu cha Injili ya Luka sura ya 9 aya 23. Ukisema pia kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 16 aya 24, ameshayasema hayo. Kumbe sasa kuipoteza nafsi kwa ajili ya Yesu Kristo ndiko kuikana nafsi. Unaipotezaje nafsi kwa ajili ya Yesu Kristo? Maana yake ni nini? Unapoipoteza nafsi yako kwa ajili ya Kristo, maana yake ni kwamba umeacha hisia zako zitawaliwe na yeye, akili yako itawaliwe na yeye, na utashi wako utawaliwe na yeye. Maana yake hivi vyote umeviacha chini ya maongozi ya Roho Mtakatifu. Wewe huna ruhusa ya chochote kile isipokuwa katika kuisikiliza sauti yake tu. Huko ndiko kuikana nafsi yako, na kuikana nafsi yako na kukubali kuikana nafsi yako ili kuipoteza kwa ajili ya Yesu Kristo ni kuipata mara 100 katika ufalme wa mbinguni, ufalme ule ambao sisi tunautarajia kufika. Haleluya, haleluya. Maana yeye amesema kwamba kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayeipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Ameyasema hayo katika Injili ya Mathayo sura ya 16 aya 25. Kumbe tunapaswa sasa kuacha nafsi yetu kwa reisoreba. Tunapaswa sasa kuacha nafsi yetu kwake Yesu Kristo. Huko ndiko kujisalimisha kufaako katika nyakati hizi. Kwani huko ndiko kuwa na uhakika wa ule ufalme ujao. Lazima tujiachie kwa Yesu, tumtolee Yesu nafsi zetu. Kumtolea Yesu maisha, maana yake umeruhusu ya kwamba wewe huna mamlaka na maisha yako, huna chochote isipokuwa katika kuisikiliza sauti ya Mungu tu, kuyatenda mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mungu anasema nini, ndicho utakachokifuata.
Sasa je, ni kweli sasa tunamsikiliza Mwenyezi Mungu? Tunasikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu? Tunasikiliza kile ambacho yeye anatuambia? Mara nyingi tunakuja tunafanya vile tu ambavyo sisi tunaona ni sahihi. Tunaongozwa na akili zetu wenyewe, kwa utashi wetu mwenyewe, tunaongozwa na hisia zetu wenyewe, na huko tukijidai kuona kwamba tunaiokoa nafsi yetu. Kumbe kwa kufanya hivyo ndivyo tunavyozidi kuipoteza nafsi yetu. Kumbe tuisalimishe nafsi yetu kwa Yesu Kristo. Na katika huu mwili ambao sisi ametujalia, tujitahidi kumtukuza Mwenyezi Mungu, maana tumesikia kwamba sisi tumenunuliwa kwa thamani ya damu takatifu ya Yesu. Kwa hiyo sisi, Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, wala huu mwili tulionao si mali yetu, bali ni mali ya Roho Mtakatifu. Lakini ni wangapi mpaka sasa bado tumejimilikisha kwamba huu mwili ni wa kwetu sisi sote? Ni wa kwetu sisi, ni wa kwetu wenyewe. Tunatumia mwili wetu kama vile tunavyotaka. Tunatumia mwili wetu kwa zinaa, tunatumia mwili wetu kwa kufanya machafu, tunachafua, tunanajisi ili hekalu la Roho Mtakatifu. Kumbe sivyo, tunapotea sisi wenyewe. Lakini sasa leo tutambue ya kwamba Mungu anasema kwamba nafsi zetu tuzielekeze kwake, tumkabidhi yeye ili viweze kuwa na muunganiko na roho zetu, na kuwa na muunganiko na roho zetu ndiko kupokea yale yatokayo na kwa Mwenyezi Mungu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu. Mpendwa, ngoja nikuambie siri moja ambayo imesitirika kwa muda mrefu sana. Pengine ulishawahi kuisikia, lakini leo nakukumbusha tena. Iko hivi: Yesu Kristo alipokuja hapa duniani alikuwa na lengo lake, kuja kutuokoa sisi. Alikuwa na adhima au hatima ya maisha yake ilikuwa pale msalabani. Kwa hiyo kuna wakati ulifika, wakati ambapo alikubali kuuficha umungu wake usionekane, ule utukufu wake akauficha, akawa mtii hata mauti ya msalaba, ili tu aweze kutimiza kile ambacho kweli anataka akitimize kwa ajili ya kutuokoa sisi wanadamu. Ndivyo tunavyopaswa hata sisi katika maisha yetu ya hapa ulimwenguni. Tunapaswa zaidi, tumetambua kwamba sisi hatima yetu ni katika roho. Tunapaswa zaidi kuuficha binadamu wetu, tuufiche zaidi binadamu wetu, tuufiche zaidi kule ile hali ya kupitiwa na Ibilisi, ile hali ya kupitiwa, kwamba ifike hatua tupunguze kusema kwamba nilipitiwa. Ni ubinadamu, katika ubinadamu hii inawezekana, katika ubinadamu hii haiwezekani. Tufiche hizo hali zote, tukubali kuinua hali ya kiroho, ndipo tutakapoweza kufanikiwa. Ngoja nikuambie jambo, hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Yote yanawezekana, ila tu ni wewe vile utakavyoamua. Toka sasa, anza kufuta sasa uwenyeji wako katika ulimwengu huu. Andika upya uwenyeji wako katika ulimwengu wa kiroho. Kule ndiko uliko uwenyeji wako, maana baada ya maisha haya kule ndiko nakuelekea. Sasa fanya maandalizi, fanya vyote kwa ajili ya ulimwengu ule. Na siku ya leo, baada ya kupata kuyafahamu hayo, nini unapaswa kukifanya? Nenda mbele za Mwenyezi Mungu sasa, kubali kuyaachilia yote kwa Mungu. Kabidhi vyote kwa Mwenyezi Mungu. Ona kwamba wewe huna mamlaka hivyo vyote, bali ni Mungu ndiye mwenye mamlaka. Ruhusu Mungu afanye utawala katika maisha yako, ndipo kuanzia hapo utakapoona heri katika maisha haya. Taratibu sasa, kwa unyenyekevu mkubwa, jongea mbele za Mwenyezi Mungu. Msi Mwenyezi Mungu atawale maisha yako. Mwite Roho Mtakatifu. Alika nguvu ya Roho Mtakatifu itawale katika maisha yako. Nguvu ya Roho Mtakatifu itawale katika maisha yako. Atawale akili yako, atawale hisia zako, atawale hisia zako, atawale hisia zako, atawale na utashi wako. Roho Mtakatifu atawale na mwili wako, aongoze na roho yako. Roho Mtakatifu atawale katika maisha yako. Mwalike sasa Roho Mtakatifu, wala usimhuzunishe kwa kutenda dhambi tena. Ahidi mbele za Mwenyezi Mungu ya kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, nawe umekubali. Mwite Mungu atawale. Roho Mtakatifu atawale katika maisha yako. Atawale Roho Mtakatifu. Rebo sashata menda rikodava mandere katuje risotabaiche teremota yaba rikotayebere matandere hosha rikaseterebo katavanere boshata. Ita nguvu ya Roho Mtakatifu, ita nguvu ya Roho Mtakatifu katika maisha yako. Ita nguvu ya Roho Mtakatifu atawale nafsi yako, atawale roho yako, atawale na mwili wako. Roho Mtakatifu rea satamandere hayata jutiva tenzeda ha riko kakaleka zia tavana ndoyata rio tovama yatande urio dodo hayata roya vava
ritosia mataya rikanuri batatava ritoshimataye rikotaya saterebotaya rea satare monglia tavoria disatuje mantenne rutavela batandele hatolia kakaglu rikakalu vamantaya bere botatatere ria tatare botasataya boritange rito nasia debana soria bataya rikakalori batanderi ashataya bete ria tabolia fataya pere matotobieta. Mruhusu Roho Mtakatifu avunje vyote vilivyo ndani yako, vyote vinavyomzuia yeye. Vunja vyote katika jina takatifu la Yesu, na Roho Mtakatifu apate kutawala. Nami ninavunja vyote ndani yako katika jina takatifu la Yesu. Ninaamuru vyote vilivyofungwa ndani mwako, ile mikatale yote iliyofungwa ndani mwako, ninaikata yote katika jina takatifu la Yesu. Ninaalika nguvu ya Roho Mtakatifu ipate kutawala ndani mwako, ipate kutawala ndani mwako. Rikatabana satoria batai ritoshipa taria rikatoria batalero rita sabari kutana. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Ria sataya mandere bokata rikaturia vatandaya ruta vataberi botatatie rututa setabuna taya rukaneta seboria tavamate roli la papaya tende kadisebo shapa rikatana mandere bokatavola pa rita tabori bashata ribotata rita ta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  rita ta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  rita ta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  rita ta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  rita ta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  rosia pala tateo vapateteriro la saterebo tata ita Roho Mtakatifu, ita Roho Mtakatifu atawale ndani mwako, ita Roho Mtakatifu, usinyamaze, ita Roho Mtakatifu. Asante Mungu mtakatifu milele. Mwana wako huyu anaendelea kuita nguvu ya Roho Mtakatifu, nami ninakushukuru kwa kuwa amesikia neno lako. Ninaomba kwako Baba Mtakatifu, ili kusudi aweze kulitia maanani, atie katika moyo wake, aweze kupata na kupokea mabadiliko katika maisha yake. Rina na sayatara tata rika karuba tete de manandori bashata rika ndebo shatire. Nami navunja nguvu ya yule mwovu adui anayefunga fahamu zake ili asiweze kulishika neno hili kikamilifu. Rika rio sobina nandanderio shataya boshata rika kaulika toti avanata yepo rika tabo shatamina rika dosi manata bori ere manashandaya riba sataya boria patana rosia rabakanda ya totiara soshia manandero tatetado sabia rita tabota maya pa rika kakuki rea sataya mandere boshatia moda. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikawe juu yake. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikawe juu yake. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. 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 Rika soya baratanido dosina na tandere katavoba shetere manana saya ritotamaya. Asante Mungu Mwenyezi. Ebana saya berebo. Endelea kuita nguvu ya Roho Mtakatifu, wala usiache mpaka pale Mungu atakapokuingizia ile nguvu ya Roho Mtakatifu kwa namna yake, kama vile apendavyo yeye. Ubarikiwe sana. Ria sataka na mindoro.